Jamani, huyu bwana ni mjomba, yupo hapa katika eneo la ujenzi wa shule ya sekondari hapa Luchingu. Sasa mjomba, umeona kwa mbali kule ujenzi unaendelea. Huyu mjomba bwana pembeni hapa amejifungulia biashara yake. Hapa kuna vitumbua, nyama supu hapo. Huko pia kuna supu hapa, umeona hii inatoka hapa. Umeona bwana mambo. Sasa mjomba hii fursa ameichunguliaje sijui. Kwanza mjomba aanze kwa kuweza kujitambulisha kwa wale ambao wanakutazama wakufahamu. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa ndugu Hussein Abdalla Nandinge. Ndio. Mimi ni fundi mason, yani fundi wa kujenga. Alafu pia kuna nafasi nyingine, mimi ni katibu mwenezi wa tawi hili la Butiama, yani katibu mwenezi wa CCM. Alafu pia mimi nimeamua kujiajiri. Umejiongeza? Yani nimejiongeza. Kwanza nimejaribu kuangalia fursa, sikupata majengo ya kujenga. Nikaona afadhali niangalie fursa, kwa sababu kwenye kujenga si kama ndo kunakopatikana hela peke yake. Ndio. Kuna fursa zingine, ikiwemo kama fursa ambayo mimi nimeichagua, ikiwemo kama kupika vyakula. Na hapa mfumo niliotumia ni mmoja. Mfumo niliotumia hapa, hawa walioshika majengo, yani wakishaanza kujenga hawapati hela moja kwa moja. Yani hapa wao wanapata hela kwa awamu. Yani hatua ya kwanza ni kujenga msingi na kumwaga zege jamvi, ndo hela ya kwanza inapatikana. Alafu ikishapatikana ndo wanawapa mafundi wa chini na vibarua wao. Kwa hiyo sasa mimi nikaona ngoja nitumie fursa, nikaona ngoja nipike vyakula. Kuanzia asubuhi na mchana. Asubuhi chai ya asubuhi na vitafuno vyote vinavyotakiwa. Alafu pia mchana napika chakula kuanzia wali, ugali, umeelewa? Na kama supu hiyo unavyoona asubuhi napika na supu. Ndio. Unaona? Kwa hiyo sasa mimi ninachokifanya na wakopesha. Na wakopesha kwa sababu wasiwapate hela moja kwa moja, ili wafanye kazi kwa bidii. Mimi niko na afadhali wakopeshe, ili na wao wapate nguvu ya kuendelea kufanya kazi, ili pengine wiki au wiki mbili baada ya kumaliza ile hatua ya kwanza ya msingi ya zege jamvi, basi wakishapata hela mimi wananipa hela zao. Sasa upate hasara? Siwezi kupata hasara kwa sababu mnajitosheleza kwa mtaji wangu. Yani na uwezekano, kwa sababu nimenunua mchele, nimenunua unga, nimenunua na vitu vyote vinavyohitajika, nimesteki tu. Kwa hiyo mimi ninachokifanya naenda kupakua tu kwenye gara yangu na kuanza kuvipika. Safi. Biashara inalipa? Biashara inalipa sana, kwa sababu mathalani tunaenda upande wa ugali. Ugali mimi nauza sahani 1000. Kama 1000 nimeangalia mahindi nanunua shilingi ngapi sasa hivi? Mahindi nanunua shilingi 500 kwa kilo. Unaona? Sasa mahindi shilingi 500 kwa kilo, ina maana ugali shilingi 1000 kwa sahani moja. Tayari pale unaona kama mahindi kilo moja ukishasaga unapata, yani ukishapika ugali unapata kama kilo, yani sahani 4 au 5. Kwa hiyo sahani 4 au 5, yani ukipata 5 ni shilingi 5000. Kwa hiyo ukitoa 500 ile ambayo umenunua na umenunua mahindi, unaweza kuona shilingi ngapi inabaki juu. Ina maana unataka kuniambia hadi mradi huu ukikamilika, ujenzi wa sekondari ya Luchingu, tupo mbali? Tuko mbali sana sana. Yani sasa hivi hatua hii ya mwanzo, yani nimechungulia kwa hatua hii niloanza kuifanya, naona yani mwelekeo mwingi, japo sijachukua hela, lakini nimepiga hesabu zangu kwenye daftari, tayari nimeshapata pesa nyingi, japo sijaikamata mkononi,
lakini kisha ikamata najua ni pesa nyingi sana ya kutosha. Sasa huu mwanzo sasa mpaka kumalizika majengo haya tuko mbali sana, yani niko mbali sana sana, yani inawezekana aloshika jengo atapata hela ya kutosha kuliko mimi nilishika kazi ya kuwapikia vyakula hawa mafundi. Kipi ambacho kinakukera sasa katika shughuli yako hii kipindi ujenzi unaendelea kwa nia njema, lakini kinachonikera kwenye eneo hili kwa nia njema ama katika shughuli yako hii ambayo unaifanya? Kinachonikera ni kwanza kuto kupata hela kwa muda. Alafu pili, lakini unapata ila napata. Na pili kidogo miundombinu kidogo kwangu kidogo imekuwa migumu kwa sababu sinaanza. Ila na matumaini siku zinapozidi kuendelea naona mambo yanaweza kawa mazuri. Safi. Unamwambia nini sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye ndo ameleta mradi na umekunufaisha hadi wewe mtu wa chini kabisa? Mimi ninachomwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa fursa hii, kwa hatua hii ambayo ameitumia kutuona sisi Wananewala, Wanaluchingu, kutupa huu mradi wa shule ya sekondari, tunashukuru sana. Tunamshukuru Rais na tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu azidi kumuongoza na azidi kutusaidia sisi kwenye miradi yetu, kwenye kata zetu na kwenye vijiji vyetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hiyo hatua ambayo yeye ameitumia ya kutuona sisi Wananewala, ya kutuona sisi Wanaluchingu, kutupa fursa hii ya kutupa haya majengo ya sekondari. Alafu pia namshukuru vile vile, kwangu mimi binafsi nimemshukuru kwa sababu mimi nisingepata fursa hii pasipokuwa yeye. Yeye ametoa mradi kuwapelekea Wanaluchingu, na mimi sikusita, nikaona afadhali nitumie fursa hii japo sijapata jengo. Kama mimi, kwa sababu mimi ni fundi mason, sikupata jengo kulijenga, lakini nikaona afadhali nitumie fursa nyingine. Ndio. Kwa sababu unaposikia kama watu wanaenda kwenye madini, sio wote wanayechimba. Wengine wanauza maji, wengine wanauza chakula. Ile ni fursa, wao wananufaika kutegemea na ule mradi ambao uliopo. Kwa hiyo mimi nanufaika kwa kutegemea na huu mradi uliopo, nanufaika, napika vyakula na wakopesha wafanyakazi. Wanapopokea hela basi mimi nachukua hela yangu. Na pia nimefikiria hili kuwarahisishia wale mafundi pamoja na vibarua wao, wasiwe wavivu kufanya kazi kabisa. Yani asubuhi wanapata chakula, wanapata chai, mchana wanapata chakula, kazi inaenda. Safi kabisa. Ambapo pasingekuwa mimi kutumia fursa hii, nafikiri wangekuwa wanahangaika sana. Kweli. Mara wangeenda huku na huku kutafuta chai pengine wasipate. Lakini mimi nimeona afadhali nitumie fursa hii ili angalau niwainue hawa mafundi wafanye kazi kwa uwepesi, ili Mama Samia basi ajue kile alichokitoa kukipeleka wilaya ya Newala alafu na kata ya Luchingu kimeenda vizuri, kimetumika vizuri kinavyotakiwa. Shukrani sana. Mimi nikushukuru sana bwana. Asante sana. Mungu akubariki. Nashukuru na wewe pia. Haya, umezungumza na Musa Kizuri. Nashukuru sana. Na hapo umezungumza na ndugu Hussein Abdalla akiwa ni katibu mwenezi wa CCM tawi hili la Butiama, na pia ni fundi masoni, kwa jina lingine ni fundi muashi, fundi wa kujenga. Asante sana. Mungu akubariki. Asante na wewe pia.